akajibu akasema, kila pando asiyolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Maana yake kuna mapando ya uharibifu kwenye maisha. Unaweza ukaomba kwa dakika chache. Sema, Baba, katika jina la Yesu, kila pando la adui kwenye maisha yangu kuanzia sasa ninang'oa katika jina la Yesu. Hebu ng'oa hayo mapando kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mapando ya giza kwenye maisha yangu ninang'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaachilia damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye kila eneo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila pando ambalo Baba yangu wa mbinguni hajalipanda, lakini ni adui amelipanda, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamuru ling'oke na liharibike katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mapando ya adui kinyume na maisha yangu, kinyume na hatima yangu, kinyume na utumishi, ng'oka, haribika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na ng'oa kila mapando ya giza, yanang'oka, yanaribika katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila pando la giza ambalo linasimama kinyume na hatima yangu, linasimama kinyume na maisha yangu, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu naamuru hilo pando ling'oke, liharibike kuanzia wakati huu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila pando la giza kinyume na Tanzania mpya, kwa mamlaka ya jina la Yesu linang'oka kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Kila pando la uharibifu ng'oka, achia kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaachilia damu ya Yesu kinyume na hayo mapando katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, yale mapando ya giza ambayo yamepandwa kwenye mioyo yetu tunaposikia neno la Mungu lisigeuze hatua zetu, yanang'oka kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu. Mapando ya giza kwenye mioyo ng'oka, haribika kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, katika jina la Yesu. Kila pando la giza, kila pando la uharibifu, kila pando la giza kwenye maisha yangu, kwenye eneo lolote, katika jina la Yesu, kwenye roho yangu, kwenye moyo wangu, kwenye mwili wangu, ng'oka, achia kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Andiko kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili kuzivunja nguvu za giza kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kila pando la uharibifu kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, yale mapando ya kunirudisha nyuma, yale mapando ya kunikwamisha, kwa mamlaka ya jina la Yesu yanaharibika yote, na ateketeza kwa moto katika jina la Yesu. Kila zuiaye, kila anayekwamisha hatua, teketea, haribika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mkono wote wa uonevu, teketea, haribika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maisha yangu hayatazuiliwa, huduma yangu haitazuiliwa kwa damu ya mwana kondoo. Kila pando la giza kinyume na mtumishi wa Mungu baba yetu, ng'oka, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Tunatangaza ushindi, tunatangaza mgeuko kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Leo tumekuja mahali hapa, maisha yetu yageuzwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu. Utokee mgeuko mkuu kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Utokee mgeuko kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani katika jina la Yesu. Utokee mgeuko leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Utokee mgeuko kwenye kila eneo katika jina la Yesu. Leo tunapokuwa mahali hapa, nguvu za Mungu zitembee, nguvu za Mungu zitembee, zitembee kila eneo, zitembee kwenye maisha yetu, zitembee kwenye huduma, zitembee kwenye familia, zitembee kwenye huduma, zitembee juu ya nchi katika jina la Yesu. Na jambo jipya litokee in the mighty name of Jesus. Repapapasakapa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Rapapapasaka ikatakapasoto ripapapapasakapa iramamasakapa kwa jina la Yesu. Rapapasokoto kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu. Mapando ya nyauke yote, kila giza liharibike katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ramamasakapa. Tanzania na iwe nuru kwenye maisha ya kila mmoja mmoja mahali hapa, na iwe nuru katika jina la Yesu, na iwe nuru katika jina la Yesu. Mapando ya uharibifu, mapando ya ukiwa, mapando ya utupu yang'oke kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu ninakushukuru, asante katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, pokea sifa, heshima na adhamu. Na tuzungumze kwa habari ya maombi. Andika maisha ya maombi, maisha ya maombi, maisha ya maombi. Tunapozungumza kwa habari ya maombi,
Maana yake kwa mwana yeyote wa Mungu lazima ihame kutoka kwenye hali ya tukio au jambo ambalo anatarajia kulifanya, igeuke kuwa sehemu ya maisha yake. Kila mmoja ambaye huwa unasoma kwenye Biblia na kuona maisha yake yamegeuzwa au unavutiwa naye, alihama kwenye hali ya ukawaida wa maombi, akaanza kuyaishi maombi kama sehemu ya maisha. Ushindi wa Mkristo yeyote ambaye unanisikia hapa unaamuliwa na nidhamu ambayo utaiweka kwenye maombi, lakini pia namna ambavyo utaamua kutembea kwenye maombi kama sehemu ya maisha. Haujui maombi kwa kuwa na notes nyingi za maombi. Haujui maombi kwa kuelezea maombi. Unajua maombi kwa kuamua kuyaishi na kuyafanya kuwa tabia endelevu. Narudia tena. Haujui maombi kwa kuwa na notes nyingi za maombi. Haujui maombi kwa kuelezea maombi. Unajua maombi kwa kuyageuza na kuwa tabia endelevu. Na maombi yale ambayo yanageuza watu na yanaleta matokeo na majibu ni maombi ambayo muhusika ameanza kuyageuza na kuwa tabia yake. Na lazima ifike hatua sasa ujue kuwa Mungu jinsi alivyotuumba sisi watoto wake, anategemea kuwa tumaanishe sana kwenye eneo la maombi. Kwa nini? Kwa sababu kitakachoweza kumgeuza mtu yeyote ambaye ni mtoto wa Mungu ni mahusiano ambayo anayaimarisha kwa njia ya maombi. So hakuna njia nyingine ya mkato ambayo una uwezo wa kuiapply ili uweze kugeuza maisha yako isipokuwa ni kitu kinaitwa maisha ya maombi. Haleluya. So ukiweza kuanza kuyaishi maombi kama sehemu ya maisha, maana yake umeweza kitu kinaitwa mahusiano kati yako wewe na Mungu. Ujue kinachobadili maisha au kinachotofautisha mtu na mtu ni kitu kinaitwa mahusiano ya kwake na Mungu. Sasa hakuna mahusiano kama hakuna maombi. Hakuna mahusiano kama hakuna maombi. So maombi ndo yanajumuisha mahusiano ya mtu na Mungu. Lakini hata umbali wowote kimaisha, kuanzia kwenye maisha ya mtu hata kuja kutofautishwa kwenda level nyingine, inaamuliwa na aina ya maombi ambayo anayaishi. Bwana Yesu asiwe. Ukisoma Zaburi 105 aya 4, naomba tusome hapa. Zaburi 105 aya 4. Biblia inasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kuna kumtafuta Mungu na nguvu zake, lakini kuna kipengele kinaitwa utafuteni uso wa Bwana siku zote. Unaweza ukawa na uhitaji wa ukutane na Mungu eneo fulani, au pengine ni uponyaji. Uponyaji unaweza ukapata papo kwa hapo ukiombewa na mtumishi wa Mungu, au wakati mwingine Roho Mtakatifu anaweza hakuponya. Lakini kuna kitu kinaitwa kutafuta uso wa Bwana. Tunaposema kutafuta uso wa Bwana, maana yake ni lazima mtu yeye mwenyewe aamue kujidhabihu kwenye eneo linaitwa maombi. Haleluya. Kutafuta uso wa Bwana ni kujidhabihu kwenye eneo linaitwa maombi. Maana yake jumla ya maisha yako haiwezekani bila maombi. Na kama hautaelewa kanuni ya maombi na kuyaheshimu maombi, kuna baadhi ya mambo ambayo Biblia imeyasema au Mungu ameyasema kwa habari yako, utayasikia tu na hautayaona yakitokea. Kwa nini? Kwa sababu ni vile ambavyo utaamua kujinidhamisha kwenye maombi, hapo ndipo ambapo pataamua nini Mungu afanye kwenye maisha yako. Unajua, Mkristo ambaye amefika level ya kuishi tu hivyo na huko ana uhitaji ni Mkristo ambao Mungu akikuangalia na kutafasiri kama una kiburi japo na uhitaji. Ukiwa unahitaji kitu fulani na hauoneshi hali ya kuomba, na wakati huo sasa unajua hiyo shida ipo kwenye maisha yako, ila sasa unahitaji ukutane Mungu kwenye hilo eneo, maana yake ni kwamba ni sawa na kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5 aya 5. Waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 5 aya 5 anazungumza mahali hapo
Mtu yeyote muombaji, Mungu anamwangalia kama mtu mnyenyekevu. Mtu yeyote asiyeweza kuomba, Mungu anamwangalia kama mwenye kiburi. Na nikwambie, kama hauombi, ni lugha inayoprove wazi kwa Mungu ya kwamba wewe unajitosheleza, hauhitaji msaada wa Mungu. Lakini mtu anayeomba, maana yake ni mtu ambaye anaonesha wazi ya kwamba anahitaji msaada wa Mungu kwenye maisha yake. So mahali hapa anasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Asema kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Maana yake huwezi ukawa mnyenyekevu kama huwezi kupiga magoti kwa Mungu. Na kama watu wanaweza wakasema, unajua kwa watu mtu anaweza kuonekana kuwa ni mnyenyekevu, watu wakasema ni mnyenyekevu sana huyu, lakini kama unyenyekevu wako hauanzi kupiga magoti mbele za Mungu au kuwa na maisha endelevu ya maombi, huo ni unyenyekevu fake. Kwa nini? Kwa sababu unyenyekevu wa aina hii ambao unaonesha mbele za Mungu, huo ndo unaamua Mungu akupe neema. Na neema Mungu waga anaachilia kwa watu wanyenyekevu tu. Mungu hawezi akaachilia neema kwa mtu mwenye kiburi. Kwa hiyo ukiniuliza mchungaji, nionyeshe mtu mnyenyekevu ni nani, nitakuonesha mtu anayetafuta uso wa Mungu kwa mwendelezo. Ukiniuliza mnyenyekevu ni mtu gani, sitakuonesha mtu ambaye ana Ukristo wake ni wa matukio. Nitakuonesha mtu ambaye ameageuza maisha yake na kuyafanya kuwa maombi. Kama hautakubali kujinidhamisha wewe binafsi kwa Mungu na kutafuta uso wa Mungu, utatembea kwenye mikwamo ambayo haiwezi kuelezeka. Kwa hiyo, kwa sababu ni wanyenyekevu tu ndio Mungu waga anawapa neema. Na kinachotofautisha watu kwenye maisha ni neema. Neema imegawanyika kwenye mambo mengi, lakini kwa sababu nafundisha maombi, na ngoja nistiki kwenye eneo la maombi. Haleluya. Majeshi. So hauwi mnyenyekevu kama unaepuka kitu kinaitwa maombi. Lakini ngoja nikwambie kitu kingine. Kwenye Isaya 66:2. Isaya 66:2. Angalia mahali hapa Mungu anasema. Biblia anasema maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Maana yake Mungu anaangalia watu ambao, namba moja, ni watu wanyenyekevu ambao wana uwezo wa kuomba hata mahali ambapo anajua kabisa ana utoshelevu. Lakini pia mtu muombaji, maana yake ni mtu ambaye Mungu anampima kama mtu ambaye ana utii ndani yake. Anasema maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote vikawepo vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Ukitaka Mungu akuangalie, jifunze kuwa mnyenyekevu. Na unyenyekevu hauanzi kwingine, unaanzia kwenye maisha ya maombi. Tuna Wakristo wengi ambao wanataka mgeuko na wanataka Mungu awabadilishe. Na ndio maana wengi wamebaki kwenye maombi ya kuomba vitu. Sasa kuomba vitu sio shida, si ndio Lakini kuomba vitu lazima itokee kwenye msingi wa kwanza unaitwa mahusiano ya maombi kati yako na Mungu. Mtu anayeomba vitu na anajua kuwa ana mahusiano, ana maombi ya mwendelezo, ni rahisi sana kupata vile vitu. Nataka nikuoneshe mfano mmoja uelewe vizuri. Wakikufuata watu wawili, wa kwanza ni rafiki yako kabisa ambaye mnaongea kila siku. Halafu mtu mwingine wa pili haumfahamu, ni mtu ambaye ametokea tu. Wote wanakuja kwako wanaomba. Wa kwanza anakuambia, rafiki yako anakuambia, au tuanzie yule mwingine, tuache kwanza rafiki tumweke wa pili. Wa kwanza na yule mwingine, lakini wametangulizana wote. Wana uhitaji moja kwa wakati moja. Nawaambia naomba uniazime 100,000. Huyo ni mtu ambaye umfahamu. Na nakwambia nitakurudishia kwa wakati. Alafu anakuja rafiki yako ambao unajua kwamba kwa siku haiwezi kupita, lazima muwasiliane, si ndio Wakati mwingine kama hamtawasiliana, lazima uanze kujiuliza maswali, tumekosana, kuna shida gani? Kwa sababu kuna urafiki wa aina hiyo, si ndio? So anakuja na yeye, wanakuja watu wawili, alafu na 100,000 tu peke yake. Nitakuuliza swali kwamba utampa mtu gani hapo? Yaani wote wanahitaji kwa wakati huo na wamekuja kwa wakati mmoja, rafiki yako kabisa ambaye hamwezi kutupana, si ndio Na wakati mwingine unajua hata wewe uwago unamfuata na kupa msaada. Amekuja rafiki yako,
anahitaji 100,000 na wewe una 100,000 hiyo hiyo. Alafu anatokea na mwingine pengine ambaye humjui, naye anahitaji 100,000. Utampa nani? Utampa rafiki yako, si ndio eh? Sasa shida ni kwamba kwenye maisha tunataka vitu kwa Mungu wakati hatupo tayari kutengeneza urafiki na Mungu. Unajua, maombi yanamleta mtu karibu na Mungu. Maombi yanamfanya mtu awe na lugha moja na Mungu. Na ndio maana sasa baba alifundisha siku moja hapa akasema kwamba ni kweli Biblia inasema kwamba Mungu hana upendeleo, si ndio eh? Akasema Mungu ana upendeleo kwa watu wanaoishi nini? Kanuni. Huwezi ukajilinganisha na mtu anayeomba, aliyegeuza maisha yake kuwa sehemu ya maombi. Hao watu wawili mfano sasa tumechukulia kwa watu, tuje upande wa Mungu. Huyu mtu ambaye hawezi kuanza siku bila kuomba amesimama, si ndio eh? Na wewe ambaye wago unaomba wakati mwingine ni Jumapili ndio umeomba sana, angalau umetoka jasho, ni Jumapili. Ila ukiwa nyumbani maombi yako pengine ni ya dakika 5, umechoka, umelala, lakini unabaki kwenye TV muda mrefu. Mnasimama wawili kuomba mbele za Mungu. Wa kwanza ni mmoja ambaye maisha yake ni ya maombi. Wa pili ni mtu ambaye kuomba kwake ni wakati ambapo ana shida. Nikwambie tu ukweli, huyu wa kwanza hata kama asipoona majibu mapema atapata ufunuo nini cha kufanya. Usilazimishe Mungu ajifunue kwako wakati wa matatizo, wakati kuna nyakati ambazo unakuwa na nafasi ya kutafuta uso wa Mungu na hauko tayari kutafuta uso wa Mungu. Maandiko yanasema wazi, na wapenda wale wanipendao, na wanaonitafuta kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Haleluya. Huwezi ukasema ninampenda Mungu ukakosa muda na Mungu. Wakristo wengi hawana muda na Mungu, lakini wanahitaji vitu vya Mungu. Na ndio maana kuna kitu kimezaliwa, kuomba mahitaji kuliko kutengeneza mahusiano. Mungu anasema na wapenda wanipendao. Siwezi kusema nampenda mtu wakati sina muda naye. Nikisema kuwa nampenda mtu lazima nitoe muda naye. Majesi. So lazima sasa uhame kwenye hali ya kusema tu ya kwamba ninamhitaji Mungu au ninampenda Mungu, uje kwenye kitu kinaitwa maisha ya nini? Ya maombi. Haleluya. Sasa maisha ya maombi ndio yanaanza kuzaa vitu. Na ndio maana maandiko yako wazi, si ndio? Mathayo 6:33. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kuomba ni kutafuta ufalme wa Mungu. Kwa nini ni kutafuta ufalme wa Mungu? Maana yake ufalme wa Mungu unaletwa na watu ambao wameamua kuomba, wameamua kuyaishi maombi. Mtumishi wa Mungu Mwalimu Christopher Mwakasega alifundisha, akasema kwa nini neno hili linasema hivi? Kwa nini Yesu alizungumza hiki kitu? Akasema ufalme wa Mungu haupo kama hakuna waombaji. Nataka unielewe vizuri. Unaweza ukawa Mkristo ambaye unatembea kwenye stagnation, kwenye mbingu zilizofungwa. Kwa nini? Kwa sababu hakuna muunganiko kati yako na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umevunja kanuni inaitwa maisha ya maombi. Huwa najaribu kuwa challenge watu kidogo. Unamuuliza mtu, ratiba yako ya maombi ipoje? Ratiba yako ya maombi ipoje? Mtu anakuambia niliomba Jumapili, jana nilikuwa busy na nilikuwa busy siku iliyofuata, nitaomba siku nyingine. Ndio nasema kitu kimoja. Kama unaweza kuongea na watu ila hauwezi kuomba, maana yake umewathamini watu na kuwapa nafasi ya kwanza ya Mungu. Ndio maana hakuna matokeo kwenye maisha. So wakati mwingine jipime watu ambao una uwezo wa kuongea nao ila sasa ukakosa muda wa kuongea na Mungu. Maana yake ni hivyo sasa, kama una mahitaji waendee watu ambao wago unaongea nao mara kwa mara, ila unakosa nafasi, unakosa muda na Mungu. Na ni ajabu sana kama ni Mkristo unakosa muda wa kuongea na Mungu, unakosa muda wa maombi. Hauwezi kukosa muda wa maombi. Majesi, hauwezi kukosa muda wa maombi.
isipokuwa kuna vitu umevipa kipaumbele. Kuna vitu ambavyo vimechukua nafasi ya nani? Nafasi ya Mungu. Kuna watu wamechukua nafasi ya Mungu. Kuna uwezekano mkubwa wa mtu fulani siku haiwezi kuisha, lazima kuna mtu ampigie simu amuulize unaendeleaje. Kama hawezi kumtafuta, kuna maumivu kwenye moyo. So lazima ifike hivyo kwa Mungu. Hujaomba, maana yake umeharibu mahusiano yako wewe na Mungu. Majeshi. Kama hautaweza kufanya hicho kitu, utabaki kuwa Mkristo ambaye maisha yake yanabaki kuwa pale pale, hakuna utofauti. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Galatia sura ya 4 aya ya 1. Angalia mahali hapa. Hawa sasa ni aina ya Wakristo ambao hawataki kukua. Moja ya eneo ambao ni wazi kabisa ambalo litakusaidia kukuata kwenye maeneo mengine ni eneo la maombi. Kama ukianza kuomba, utaanza kusukuma kutafuta maarifa ya maombi. Utajikuta unaanza kusoma neno. Lakini sio tu hivyo, utajikuta umeanza kufunga. Kwa nini? Kwa sababu utaanza kuelewa ya kwamba kumbe kuna aina ya maombi hayahitaji tu maneno hivyo hivyo. Lazima nitafute maarifa. Angalia mahali hapa. Nasema, lakini nasema kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Ni mrithi, anastahili kurithishwa vitu vya kiungu. Anastahili kupokea sehemu ya mambo ambayo Mungu ameyasema. Lakini kwa sababu wao na Mungu au huyu mtu na Mungu kuna aina ya mahusiano hajaimarika vizuri, wakati mwingine Mungu anaogopa hata kukupa vitu ambavyo unavihitaji. Nikwambie, wazazi wenye akili timamu hawawezi wakampa mtoto wao mdogo mali nyingi kwa sababu wanajua atatapanya, si ndio? Au anaweza kadhulumiwa tu. Wanaangalia angalau yule ambaye ana ufahamu, wakati mwingine ataweza kusimamia zile mali, ndio wanampa nini? Urithi. Sasa na Mungu waga anafanya vitu kama hivyo. Leo hii uja transform maisha yako, hujahama kiwango fulani ambacho tangu mwaka uliopita uko pale pale. Ulikuwa ni mtu ambaye una uwezo wa kuomba maombi ya nusu saa, ni pale pale, hujawahi kubadilika. Inaenda na uko pale pale, hutaki maelezo mengine na unatarajia mambo makubwa. Kadri unavyoomba ndivyo ambavyo unamkaribia Mungu. Kadri unavyoomba ndivyo ambavyo unamkaribia Mungu. Na namna ambavyo unamkaribia Mungu, hicho ndicho ambacho kinaamua Mungu ajifunue kwenye maisha yako. Kuna aina ya maombi ukiendelea nayo hautauona mkono wa Mungu. Ni mpaka umeamua kubadilika na kuanza kwenda level nyingine ya maombi. Maombi yako lazima yaanze kubadilika kila siku. Yasikae kwenye hali ya mazoea. Yasikae kwenye hali ya kuomba vitu. Ujue kabisa kwamba maisha yangu mimi hayawezi kuwa sahihi kama sijahusisha kanuni inaitwa maombi. Kitabu cha Luka 18:1. Luka 18:1. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa. Kwenye Biblia ukiona mahali pameandikwa imewapasa, maana yake ni command. Akawaambia mfano akasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote. So maombi kwenye maisha ya Mkristo ni siku ngapi? Sema zote. Ni siku zote, wala msikate tamaa. So mwendelezo wa maombi kwenye maisha ya mtu ni kuinuka kwa maisha yake. Kutokuomba kwa mwendelezo ni kuamua kuyakatisha tamaa maisha yako wewe mwenyewe. Tunapozungumza kwa habari ya kukata tamaa, manake unaweza ukaanza kutafuta watu wengine wa pembeni ya kwamba ni mtu gani ambaye ni sababu ya maisha yangu kukwama. Lakini hasa sasa mtu yeyote ambaye hawezi kuwa na tabia ya maombi, lazima kuna kitu kinaitwa kukata tamaa kitatokea tu. Utaanza biashara, utaanza kawaida kabisa, na unaweza ukaona wateja wanakuja mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu unajua mtu anapoanza kitu kuwa kuna nguvu ya kuanza, si ndio? Wote ambao mnawaona wengine wamerudi nyuma, alipata pengine mtaji alipoombewa, au alipewa mtaji,
alikuwa mwaminifu kanisani, alikuwa mwaminifu kwenye maombi. Sasa amepata mtaji, mwanzoni akawa anafunga duka, anafanya vitu vyake, anaenda kanisani. Pesa ilipoanza kuongezeka, ndio utagundua kwamba huyu mtu anakuambia sasa hivi ratiba zangu zinakuwa ngumu. Majesi. Hayo mambo yapo, kama hujaona mimi nimeshawahi kuyaona. Sasa mtu anakuambia ratiba yangu kwa sasa inakuwa ngumu sana, sipati muda wa kuja kanisani. Lakini mwanzoni yamkini ni mtu ambaye alikuwa na deki kanisa kila siku, au ni mtu ambaye alikuwa anapanga viti kanisani, lakini leo ratiba yake imekuwa ngumu. Sasa kupitia hivyo ndio unakuta kitu kinaitwa, kunazaliwa kitu kinaitwa kukata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu unapoacha mazoezi ya kiroho, shetani atakuonesha kama vile unapiga hatua, na shetani hawezi kukomesha vitu haraka. Lazima akuache kwanza uone kuwa kuna matokeo, na atakuonesha kwamba kipindi ambacho unataka kufunga duka ndo wakati wateja wanakuja wengi. Wakati mwingine ni Jumapili watakupigia simu, leo naenda kanisani, nataka nije nikuchangie. Na unashangaa anakuja kukuchangia pengine ana 1000, anakukwamisha kuja kanisani. Sasa huo ni mlango tayari umefunguka. Watu wengi waliokata tamaa kwenye maisha, kuna kanuni za kiroho walizivunja wenyewe. Mtumishi wa Mungu baba yetu alifundisha akasema, maisha ya kiroho yanaendeshwa kwa kanuni, si ndio? Kanuni yoyote ambayo ukivunja lazima itakuvunja pia. Ukivunja kanuni itafanya nini? Itakuvunja. Anasema hapa, imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msifanye nini? Msikate tamaa. So kumbe kama hautakuwa na maisha endelevu ya maombi, hii vitu lazima uvione, kwa sababu mambo ni mengi sasa hivi yanavyotokea. Uovu umeongezeka. Unaingia pengine mtandaoni kwa nia nzuri kabisa, lakini unashangaa umebaki kwenye peji ya mambo ya giza, mambo machafu ambayo kutarajia hata. Hizi ni siku za mwisho. Watakaoweza kuepuka maovu, watakaoweza kwenda mbele ni watu ambao wameheshimu kanuni inaitwa maisha ya maombi. Kama hautakuwa na maisha ya maombi, kuna mambo yatakutokea ambayo mengine hukutarajia. Utashangaa yale ambayo yalikuwa yanawapata wapagani kula, ambao ulikuwa unacheka wajaokoka, yanaanza kuwa halisi kwako. Ulikuwa umeshinda dhambi kabisa, leo unashangaa unasikia ndani yako tamaa ya mwili na waka kweli kweli, na ujui imetokea wapi. Kumbe kuna kanuni ya maombi umeivunja. Ni mfanyabiashara unataka pengine biashara yako inuke, umeweka genge lako mahali fulani. Wakati huo kuna wenzako wana madhabahu nyumbani kwao. Hawezi kutoka nyumbani kuja kwenye biashara pasipo kupiga magoti kwenye madhabahu yake. Na pengine amezika kichwa cha mbuzi ndani, ni madhabahu yake. Au pengine ni dukani amezika hivyo vitu. Hebu kama hutakuwa na madhabahu inaitwa maisha endelevu ya maombi, ni utapata ushindi gani? Utashangaa watu wenye hirizi ndio wanakushinda. Utashangaa wanaochoma ubani ndio wanakushinda. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaheshimu mambo yao na miungu yao. Kuanzia leo, amua maisha yako yawe maisha endelevu ya maombi katika jina la Yesu. Lakini kitu kingine, maisha endelevu ya maombi yatakuepusha na mambo mabaya yasiyotarajiwa. Unajua, muombaji yeyote ambaye ameanza kuishi maombi, kuna baadhi ya mambo hayawezi kutokea, na hata kama anakuja kutokea, Mungu anakuwa ameshakwambia mapema. Mungu anakuambia mambo ambayo yanakuja kutokea baadaye. Unakaa ukijua ya kwamba kitu fulani Mungu alisema. Na wakati mwingine Mungu atakuonesha ili unapoanza kuomba kile kitu kinazuiliwa na kisiweze kutokea kabisa. Kama ni muombaji na kuna mambo yanakutokea tu, unashangaa unapita kwenye msimu mgumu ambao hauna majibu yake, angalia vizuri maisha yako ya maombi yapoje. Angalia vizuri. Yeyote ambaye ameanza kuyaishi maombi, kabla ya jambo kutokea, Mungu anakuwa ameshakwambia. Majesi.
Hii kitu ambacho nakisema hapa, kuna watu wako hapa wananisikia na wanajua. Mambo hayatokei tu, anakuwa anajua. Na sio tu kwenye maisha yake, mpaka kwenye maisha ya ndugu zake. Mpaka kwenye nchi. Kuna watu ni washirika tu, sio watumishi, sio mchungaji, lakini anajua mambo mengi. Kwa nini? Kwa sababu anaheshimu kanuni inaitwa maisha ya maombi. Haombi kwa mazoea, haombi kwa matukio, haombi akiwa na mahitaji. Imefika hatua yeye na maombi, na hawezi kuachana. Wafilipi 4:6. Wafilipi 4:6. Sasa hii ni kanuni ya kujiepusha na mabaya, kujiepusha na mambo ambayo ni masumbufu kwenye maisha. Anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Msijisumbue kwa neno lolote. Namna pekee ya kutokusumbuka kwenye maisha ni kuanza kuyaishi maombi. Namna pekee ya kuepuka masumbufu, mambo magumu, ni kuanza kuyaishi nini? Maombi. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Kuna watu mahitaji yao yanajulikana na watu, ila Mungu hayajui. Kuna watu ni Wakristo, watu wanajua, akiwa kwenye changamoto jirani yake anajua. Na ndio maana sasa unakuta watu wanakucheka, wanasema Mungu wake yuko wapi sasa? Watu wanajua. Wakati mwingine ni wengine hawamjui hata Mungu. Ameshapiga simu, akiona mambo magumu ameshapiga simu. Anasema fulani, napitia hali hii hapa, ni ngumu sana, naomba unisaidie. Wakati huo Mungu ajui. Kwa nini? Kwa sababu amekwepa kanuni hii hapa. Namna pekee ya kuepuka kusumbuka ni kitu kinaitwa msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na nini? Na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Ukitaka Mungu ajue mambo yako, ukitaka Mungu ajihusishe kiujumla na mambo yako, akuvushe kwenye eneo lolote lile ambalo wewe hauna majibu yake, akuepusha kwenye magumu ambayo wakati mwingine haujui namna ya kutoka, lazima uanze kuyaishi maombi. Yeremia 33:3. Yeremia 33:3. Biblia inasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Maisha ya mwanadamu yeyote yamezungukwa na mambo ambayo ni magumu, ni makubwa, ambayo ili huyu mtu ayajue anahitaji ufunuo kutoka kwa Mungu. Na nikwambie, kuna eneo fulani unaweza kuwa unazunguka kwenye maisha yako kila siku, unazunguka pale pale, ni mpaka umepata ufunuo kwa Mungu namna ya kutoka hapo. Mungu anamwambia Yeremia niite. Maana yake ni kwamba kuna mambo magumu na makubwa ambayo kwa akili zako, kwa elimu yako, kwa fedha ulionayo huwezi ukafanikiwa. Ni mpaka Mungu ajifunue. So kumbe maombi yanamfunua Mungu kwenye mambo magumu. Maombi yanamfunua Mungu kwenye mambo yasiyokuwa na majibu. Jambo lolote ambalo ni gumu kwenye maisha linamhitaji Mungu aliyekuumba. Lakini Mungu aliyekuumba utamuonaje? Ni mpaka umehusisha kanuni inaitwa maombi. Nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Kuna kipindi wana wa Israeli walianza kuzunguka eneo moja kwa muda mrefu. Na nikwambie, unajua kwamba uwezekano wa Israeli kwenda moja kwa moja Kanaani ulikuwepo, na sio miaka yote hiyo. Ukisoma Torati sura ile ya 2 kuanzia aya ya 1 na 2, maandiko yanaeleza pale hao watu walianza kuzunguka milima ile siku zote pale pale. Kumbukumbu la Torati, walianza kuzunguka milima ile kwa muda mrefu pale pale, mpaka Mungu alipojifunua kwao. Anasema ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Nenda ya pili.
Bwana kanena akaniambia, endelea. Mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukeni